nitakukaribisha wewe utwazime masikio yako kwa wakati huu uweze kusikia neno la Mungu. Yamkini Mungu ana kitu alichokipanga kwa ajili yako jioni ya leo. Amina. Amina. Naomba mtumishi wa Bwana kwenye Biblia yako atusomee Yohana 3:16. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Nitarudia. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Katika andiko letu hili la Yohana 3:16 tunaona ule upendo wa Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. Sisi wanadamu asili yetu ni ya dhambi. Sisi wanadamu sio watu wa kupendeza sana mbele za Mungu. Kipindi hicho tulikuwa watu tukikosea Mungu, tulikuwa watu wenye dhambi, lakini Mungu aliona haifai. Mungu alitupenda zaidi. Tunaona Bwana anasema kwenye neno lake, kwa maana jinsi hii Mungu mwenyewe aliupenda ulimwengu akaamua kumtoa mwanae Yesu wa pekee, ili kila mtu yule atakayemwamini, amen, atakayemwamini. Sasa jioni ya leo tumeleta neno hili mbele zako, unayetuangalia mahali hapa jioni ya leo. Tunakuomba, amen. Neno la Mungu sio la kulazimishwa. Mungu anahitaji utayari wako. Mungu anahitaji wewe umwamini jioni ya leo. Mungu anahitaji umtolee maisha yako. Mungu tunaona mwenyewe aliamua kujitoa yeye kwanza. Sio kwamba wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kujitoa. Mungu alijitoa yeye kwanza. Alimtoa mwanae pekee ambaye ni Yesu. Alitoa maisha yake kwa ajili yako wewe mwenye dhambi. Naomba ujitathmini jioni ya leo. Kuna mambo mengi umekosea. Sio kwamba tunahubiri mbele yako siku ya leo ndio watakatifu sana, hapana. Ila sisi tuliamua kutoa maisha yetu kwa ajili ya Yesu, tulimpokea Yesu. Ndio maana jioni ya leo tunakuja na ushuhuda huu kwamba Mungu anakupenda. Mungu ameleta ujumbe huu kwako jioni ya leo. Mungu anahitaji utoe maisha yako kwake. Amen. Hatujaja kuleta dini, haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe ni Mkristo wa aina gani, haijalishi wewe ni Mkatoliki, ni Mroman. Hatujaja kuleta dini, tumekuja kumleta Yesu. Yesu aliyejitoa maisha yake kwa ajili yako. Amen. Kwa hivyo tunahitaji ujitoe kwa ajili ya Yesu. Mungu anakupenda. Ndio maana jioni leo ametuandaa sisi watumishi wake kuja kuleta neno lake kwa ajili yako. Amen. Hivyo tunaomba wewe unaisikia jioni ya leo, kama unao shauku ya kumpata Yesu anayekupenda zaidi, kama unao shauku ya kumpata Yesu aliyejitoa msalabani kwa ajili yako, unaweza ukafika mahali hapa popote utusikia hapa. Popote unapotusikia. Amen. Popote unapotusikia, karibia mahali hapa, Yesu akuokoe. Amen. Kumbuka, wakati huu umepata nafasi ya kusikia neno la Mungu. Ipo siku utakayotamani kusikia neno hili lakini hutolipata. Ipo siku utakayotamani mtumishi wa Bwana aliyesimama mahali hapa siku ya leo asimame tena kukupa neno hili la uzima kwamba Yesu anakupenda, lakini wakati huo hutopata nafasi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu umepewa chance ya kwanza. Mungu hakujifikiria mara mbili wakati anamtoa mwanae. Alikupenda wewe akamtoa Yesu ili aje kukomboa. Kwa nini wewe ujifikirie mara mbili? Amen. Kwa hivyo nafasi hii ipo mahali hapa siku ya leo. Karibia mahali hapo upate kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Amen. Nitamkaribisha mtumishi wa Bwana apate kuombea wale wote wanaotamani kumpata Yesu jioni ya leo. Weka tena makofi mengi kwa mtumishi wa Bwana. Basi wakati wewe ambao unasema umemsikia mtumishi wa Mungu kwa sauti ya upole kabisa, umesikia sauti ya Mungu imesema na wewe kwa habari ya upendo, ya kwamba Mungu anakupenda, basi wakati inua mkono wako pale ulipo nipate kukuombea. Omba nami hii sala. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakushukuru, nimesikia habari zako ya kwamba unanipenda ningali ni mwenye dhambi. Unanipenda na dhambi zangu hivi hivi, nami ninaamua kukupokea jioni leo. Ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.